Hivi sasa tumekuwa kwenye ibada ya kumsindikiza baba yetu wa Dodoma, anatambuliwa Askofu Pearson Semwali Mkasanga huyu, ambaye leo amepumzika. Shujaa wa imani amepumzika baada ya kufanya kazi ya Mungu kwa moyo na kwa bidii na kwa juhudi zote. Bwana awabariki sana. Amen. Lakini kabla sijaendelea, niwasimamishe wachungaji wote wa Dodoma huku, makanisa mbalimbali ambao tumejumuika pamoja. Naomba wachungaji tambue uwepo wenu sana kama watumishi pamoja nami tukimtumikia Mungu kwenye shamba la Bwana. Bwana asifiwe sana. Asante watumishi wa Bwana. Bwana wabariki sana. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tulimfahamu, tulimtambua kama mtumishi wa Bwana. Lakini neno la Mungu linasemaje kwa ajili yake? Tuanze hapo. Nizungumze machache yanayogusana na yeye. Baadaye tuzungumze neno linalotugusa sisi ambao tupo. Nashukuru siku nilikuwepo hapa. Nimeendelea kukumbusha masomo mbalimbali, mengine tayarudia kwa sababu wengine hawakuwepo. Tunahitaji wote kupona. Lakini hili ninalosoma katika kitabu cha Ufunuo linazungumza habari za baba yetu Semwali. Neno la Bwana linasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, ili wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Matendo. Bwana asifiwe sana. Association Church. Wakati mwingine tunazungumza kifupi, lakini ukisema Tanzania, basi ni nchi ambayo kanisa hili lipo likimtumikia Mungu. Ukisema Pentekosti, basi unazungumzia habari za kushuka kwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekosti. Ukisema holiness, umezungumzia utakatifu. Ukisema association, umezungumzia umoja. Ukisema church, umelisema kanisa ambalo ni wewe. Church tu ni lugha ya kigeni, lakini linastahili tuseme tu kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Baba huyu amemtumikia Mungu miaka mingi amemtumikia Bwana kwenye kanisa hili. Kwenye kutumika kuna changamoto nyingi, kuna vikwazo vingi, kuna shida nyingi. Amepitia shida mbalimbali, hatimaye amefaulu kuhitimu kuingia sehemu ambayo alikuwa akifanyia kazi. Kiondoka duniani, basi moja kwa moja mwili unapokwenda mavumbini, roho yake haiendi mavumbini, inarudi kwa Muumba wake. Mwili ni sawa na kifungashio. Chenye thamani kwenye kifungashio ni nyama uliyoiweka au samaki uliyoiweka. Chenye thamani kwenye mwili wako ni roho ya Mungu aliyopulizia pumzi yake ya uhai. Hiyo peke yake ndio yesema ni mbele za Mungu. Wewe hangaika, hata wangekata miguu yote miwili, huku kifuani ukawa salamu, utapumua tu. Hata wangekata mikono, utaendelea tu, utakuwa na kiwiwili hapo, hutatembea wala utafanya nini. Lakini kukichoka huku, basi roho yako ikiondoka, mwili wako unauweka ardhini, kwa sababu ni kifungashio tu. Bwana asifiwe sana. Kanisa hili jamani, nilizungumzia aliyokuwa analiabudu baba yetu Semwali, limetokea Israeli. Israeli kaja Marekani. Toka Marekani limekuja Tanzania mwaka 1927, ndio likawa amefika mhubiri kutoka Marekani. Lakini usajili wake imekuwa
2028 ndio likasajiliwa hii holiness, ikasajiliwa hapa nchini Tanzania. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiacha makanisa yaliyotangulia ya wenzetu, yalikuwepo yaliyotangulia, ilikuweko Roma, ikawako Moravian, zilikuwa zimetangulia. Kwa makanisa ya Kipentekosti, kanisa hili aliloliabudu Baba Semwali kwa Tanzania ni mbegu ya kwanza aliyoipanda kwenye nchi hii ya kanisa linalokiri ujazo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa maji mengi. Limeingia mwaka huo. Hata jana nimezungumza. Bwana asifiwe sana. Amen. Nimesema hapa makanisa yote unayoona ya kiroho, Semwali huyu ni baba wa wote. Kwa Semwali mnyinyi wa TAG, huyu hapa ni baba yenu, kwa sababu ndiko mlikotoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Nimezungumza jana nikasema evangelisti ni babu, kwa sababu evangelisti ametoka TAG, kwa huyu alikuwa ni babu yenu. Amen. PHM ni mtoto. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa ukiona, ndio maana magari yaliyopo nchini Tanzania, ukitaka kuyapata magari ya mkoroni, gari la kwanza ni Land Rover au Bedford. Hayo ni magari magumu ya kwanza. Sijajua kama Land Rover ziko huko, lakini Mbeya zipo. Land Rover haina matope, haina mteremko mkali, haina mlima mkali, inapanda kwa sababu ni chuma cha mkoroni. Hakika kabisa kanisa la Semwali aliyokuwa analiabudu hapo katikati lilijaribu kumpokonyoka kidogo, lakini akalitafuta, akalirudia, akalikuta Mbeya alipo linaendelea lilikofikia. Ni chuma cha mkoroni. Hata nyinyi wengi mnasema wakoroni. Bwana asifiwe sana. Amen. Wengi tu wanasema ni wakoroni. Kwa nini? Hawawezi kujiachia na kuachia vitu mbalimbali. Lakini huyu baba alisimamia imani hiyo. Amina. Ndio maana watoto wake wengi wanalia. Bwana asifiwe sana. Wanalia wachungaji huku, mmesikia usiku. Wengine hawaku. Liko katika kitabu cha Wagalatia. Amina. Utalikuta pale 22, unakiendelea utalikuta hilo neno linaitwa kiasi. Neno kiasi kanisa la sasa hatulitumii. Hiyo neno lina maana sana katika maisha ya wokovu. Mtu yoyote aliyeokoka aamini kwamba ametangaza vita kati ya yeye na shetani kila siku. Yaani aliyeokoka kweli kweli anaenda mbinguni, aamini ametangaza vita kati ya yeye na shetani kila siku. Watapambana kwenye roho yake na kutumia mwili. Unachotakiwa kuangalia ni kubeba kiasi. Beba kiasi, mtumishi wa Mungu. Heri wanaokufa katika Bwana ni wale waliobeba kiasi, ndio wanaokufa katika Bwana, sio wale wamejiachia na kupongolea. Wameacha tu hope kabisa. Kwenye moyo ukitafuta samaki unamkuta, kwenye moyo ukitafuta nyoka unaikuta, ukitafuta mbuzi unamkuta, ukitaka chui unamkuta. Huo moyo hauna kiasi. Vitu vingine unatakiwa uachane navyo ambavyo havikufai. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa unahitaji kusimama. Heri wafao katika Bwana wapate kupumzika. Kitabu hicho cha Ufunuo nisome. Hebu jaribu kukiangalia kwamba kwa nini Mungu anamwambia Yohana katika kitabu hiki cha Ufunuo, hawa watu wako wapi? Na kwa nini amesema hivi? 12 na ule mstari wa 11. Naomba usikilize hapa. Anasema
Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki. Yeye amemaliza kazi yake, amepumzika. Sasa linakuja huku, hili neno linakuja kwetu, linasema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Wewe unadhulumu nini, mtumishi wa Mungu? Na mwenye uchafu azidi kwa mchafu. Na katisha anasema anakuja na mjira uko mkononi mwake, kumlipa kila mtu kwa kadiri ya kazi yake ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ndivyo linavyosema. Ukimwamini Yesu, ukaacha mambo yako yote, ukaziacha takataka zako zote, ukaacha mauaji, ukaacha uzinzi, ukaacha ukahaba, ukaacha kila jambo lililo ovu, ukamwamini baya, Biblia inasema iko adhabu ya shetani wala sio ya mwanadamu. Anayekwenda kuadhibiwa ni shetani. Adhabu hiyo aliyomwekea shetani Mungu atamwadhibu shetani kwa moto wa milele na milele kwa jinsi alivyomwasi Mungu. Sasa wewe utakayefuatana naye utabeba kitu ambacho sio chako. Aheri, aheri, aheri. Usipokimbia ole, ole, ole wako usipokimbia, ndugu yangu. Dunia imekwisha, dunia imekwisha. Watakwenda na Bwana kupumzika milele. Kwa yeye ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe kina mama. Bwana Yesu asifiwe kina mama. Dunia imeharibika. Watu wamemwacha Mungu. Akina mama mmemwacha Mungu. Akina baba mmemwacha Mungu. Mnahangaika na mambo ya dunia, yanapita. Mambo ya ulimwengu huu yanapita. Amen. Mambo yanapita. Dunia inapita. Kila unachokiona kinapita. Wewe njoo kwa Yesu. Usijidanganye na uzuri wako na urembo wako. Ni matope tu mbele za Mungu. Ni takataka tu mbele za Mungu. Unahangaika tu. Bwana asifiwe. Wachungaji, Bwana asifiwe. Wachungaji, Bwana asifiwe. Ameni na ukweli wa Mungu. Nawaambia wachungaji, hubiri injili ya upako wa Mungu. Tuache injili ya kudanganya watu. Bwana asifiwe sana. Nawaambia wachungaji wa leo, wameinuka manabii wa uongo ambao hawako kwenye Biblia. Bwana asifiwe sana. Wanajiigiza, wamejipatia hata majina ni ya uongo mtupu. Kwenye Agano Jipya hakuna manabii. Kama ametokea nabii yuko kanisani kulitunza kanisa, sio akajipa kama cheo. Ndio hao wanabeba maji. Wamewabebesha watu maji. Wanaomba, wanawapatia watu vichupa kama waganga wa kienyeji. Wakina mama, akina baba, waoga zaidi hawa. Wamebeba vichupa, wamebeba mafuta, wanazidi kuugua, wanazidi kutaabika. Mafuta, maji, mchanga, mnalamba chumvi kama mbuzi. Ni matatizo mnajua. Wenzenu wanapiga hela kweli. Ya wajinga ndio waliwapi. Sasa waganga wameingia kanisani. Hata wachungaji tu wanaita manabii. Wanawafurisha watu. Wanawapuliza watu, wanashangaa wanaanguka wote kule. Anawamiliki wote wale watu, wanakuwa mapepo matupu. Wakija kwenye makanisa kama haya, tunaombea, wanasema tumetoka kuzimu. Si tumetoka wapi? Waliingia, alitufuata mahala fulani, alikuja akapiga magoti wenyewe. Pigeni kwa wachungaji wenu nini? Piga magoti kwa wachungaji wenu. Manabii, 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 manabii. Wapi? Ona mchungaji yule ni mpakwa mafuta wa Bwana. Mwambie mchungaji, nisaidie juu ya jambo hili. Hata kusaidia, ataomba. Akiona gumu atafunga na wewe. Sawa wachungaji? Amen. Wengine wachungaji wamechoka na wenyewe wameenda kutafuta dawa. Wachungaji, neno linasema wao na wenyewe wamechoka wengine. Anasema sasa wachungaji washika uongezeki. Yuko naye kwa mganga wa kienyeji. Anaompa huko, atakusanya majini kanisani, wacha. Yeye tumbo tu hivi. Itakuja kupasuka siku ya mwisho kama Yuda. Itapasuka kama Yuda siku ya mwisho.
Alikwemo tu kanisani, alikwemo kama mtume, na yeye kumbe mwongo. Alienda akajitundika kwaya. Haleluya! Hawa wachungaji, Bwana asifiwe. Ona akina mama, Bwana asifiwe. Akina mama, unamaliza wanaume, nirudie somo hili. Wanaume tusikilizana, ambao hamkuwepo, na wachungaji wengine hamkuwepo. Nimalize kwa kukumbusha somo langu la usiku. Hili somo linagusa watu wengi sana, watumishi na watu aina mbalimbali. Hawana kiasi kwa sababu Roho wa Mungu hayumo ndani yao. Ukisoma Wagalatia nasema nendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Ninyi je, kwa nini mnatimiza mabaya kuliko ya rohoni? Ni kwa sababu ya kumkosa Roho Mtakatifu na kufuata sana utamaduni wa dunia. Utamaduni wa dunia umewaota mioyoni mwenu, kila siku mnachuma kama uyoga. Lakini nawaambia kina mama, mitego yenu kwa wanaume. Mwanamke nikasema usiku anaposhinda saruni, zile hela zinatosha kusaidia watoto na familia. Kwa nini mama unashinda saruni na shilingi 40,000? Je, hizo 40 una wajane? Kama umeokoka kweli, una wajane kuwapelekea? Hizo 40 una mayatima? Wewe unacheza na kichwa chako, nani akioni? Niambie. Eti wanaume, nani amuone mwanamke kila siku anabadilisha mitindo ya kusuka kwa shilingi 50,000, 30,000? Kuna wajane, kuna mayatima, kuna wasiojiweza. Nani atawatunza? Wewe unatunza kichwa chako, utapata faida gani? Hiyo mnajisema mmeokoka, utapata faida gani? Leo umesuka twende Kilioni, kesho umesuka twende kwenye baa, kesho umesuka twende kwenye gesi mjini Dodoma. Wengine mnasuka hata hamjui, mnashangaa wanaume wanafuata kama nzi. Unaweza kusema mimi nimeokoka, mbona msuku na kusema twende Kilioni, twende kule, twende kule? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Jamani, wamewaruhusu wachungaji, unajiremba hata wao ndimi zinadondoka. Wamewaruhusu wachungaji, ukiamua kucheza unacheza, unakatika viuno, utazani mko uyore. Wajula, punguzeni. Watoto na katika mbele zenu viuno, nyinyi macho hayaoni? Yakiona je? Wametofautiana, wameumbika tofauti. Hata kama mchungaji kutaka kuangalia, mwingine ameumbika ni mlima. Sasa amekugeukia, sasa amekuangalia huko. Wewe umeangalia kule. Unajaribu angalia huko, umekutana na mlima kii. Unajaribu kukutana na mlima kii. Wewe umerogwa. Umerogwa. Wewe mnatesa wachungaji mnaokatika sana nyinyi. Mnatesa wachungaji. Zamani tulikuwa tunasema sitepu sio kucheza. Walikuwa wanacheza nani? Kanisa la Moravian. Walikuwa na sitepu. Ilikuwa haina maajabu kama mareo wanasema kucheza. Makanisa ya Kipentekosti ndio mmechanganyikiwa kabisa. Uongo wote huko mmechanganyikiwa. Acha niseme ukweli, mkinichukia kwanza namba. Sema na Yesu. Bwana asifiwe sana. Umeachia watoto. Watoto mmewaachia. Wenye makalio membamba, wenye marefu, yaliyoinuka mbonyeo, yote yako madhabahu. Yako madhabahu. Kwa baba. Utarunga je? Wewe kuja kusimama na neno, merogwa na washirika. Merogwa na washirika. Hawa huku wanaume ndio kabisa. Wanapotazamana hivi, weka wafungia wanaume peke yao. Waambie cheza hivi kama watacheza. Hawachezi. Wanataka lazima wanapocheza aweko binti pembeni. Lakini mwanaume akicheza, unakuta mwanaume ulimi. Ndio wamesema watu, dhambi zimetoka wapi kanisani? Wewe tamaa tumewashiana kanisani. Zimetoka wapi? Mitindo ya kisasa, mitindo ya kileo, mitindo ya kwenye video, mitindo ya kwenye runinga mbalimbali, mpaka kwa wazungu tumeiga. Kanisa linakwenda.
Fuatilia mitume. Wachungaji, fuatilia ni mitume. Kama hizo shughuli walikuwa nazo. Hawakuwa nazo. Mnasikia ni akina mama wenyewe. Mnasikia mabinti. Mnasikia watoto. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Bwana asifiwe. Barikiwe mtumishi wa Mungu. Anasema jasho unatoka. Toka hapa. Askofu kunywa maji. Bwana asifiwe sana. Jamani. Hizi maiki na utazani unanipima, lakini nilikuwa nimewasha ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni mwenye nayo ni mwanamuziki wa dunia. Fuatilieni. Yuko mwanamuziki wa dunia. Alikuwa anatetemesha watu kwa kutumia mapaja yake. Anatetemesha na wanamuziki wenzake. Msiige huko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Huko kwa mzee Semwani. Kiasi kiwepo. Naomba kanisa la leo kiasi. Sikumaliza nikasema walikuwako kanisa hili lipo la Molega. Wao walikuwa vizuri. Na wenyewe sasa hivi kwa yakuzi kwa vizuri. Lakini za vijana zimeanza kupotea. Hilo neno kucheza ni baya, lakini lilikuweko neno moja. Haleluya. Lilikuweko neno moja. Basi wanasema step walikuwa wanakwenda taratibu. Ilikuwa kama pigo la uimbaji. Taratibu kama pigo la uimbaji. Hakuna aliyeshituka. Lakini sasa viuno vimeanza kukata. Viuno vimeanza kukatika. Vinatenda matendo ya ajabu. Mpaka wengi wanakufa kwa ajili ya haya. Wengi wanateketea kwa ajili ya haya. Wengi wanaangamia. Nimesema akina mama, mmekazana kusuka na mitindo mbalimbali ya dunia. Mmekazana kukarikiti. Mnakwenda wapi? Unakarikiti iwe nini? Hizo hero unazozitumia kukarikiti hizo. Je, ndivyo Mungu alivyokuagiza wewe ulioko? Mmesema sio wajayudi, sio wajanja. Nasema unapokarikiti unamkarikitia nani? Mungu alishindwa kukutoa nywele ukiwa umekarikiti. Unamsaisha Mungu jamani. Nyinyi Mungu awasaidie. Hivi sauti nasikia jamani. Wameniongeza na nyingine ya ziada. Wanaume, mwanamke unapoona anaingia sana kwenye urembo na mapambo, na kuambia siku zijazo na kuacha. Anakuacha ameanza, kuna mtu anampenda na mfurahisha. Wewe hakupendi. Maana vile ulivyomoa hakuwa vile. Sasa yuko mwingine ambaye anamnufaisha pembeni. Ndio huyu anajikarikiti na anamfuata. Anamsukia nywele, anampakia midomo pendi mbalimbali. Unaona, anapaka kwenye macho, anapaka kucha miguuni, ili aonekane ni wa kileo, sio wa kijijini. Lakini aliyeokoka ni wa kijijini. Ana kiasi, anashinda nyumbani. Msiwacheke wenzetu wa Arabu. Hakuna mwanamke kutoka nje kwenda sokoni. Unasikia wanao? Wenzetu wa Arabu, mwanamke hajawahi kutoka nje. Wala mtoto wa kike ni ndani kwa ndani. Hata kitoka nje, hata macho uyaoni. Ameziba kutoka kichwani mpaka chini. Kwa nini usije ukamtamani? Lakini waangalie waliokoka. Ndio wa kwanza kuivuta dunia. Ndio warembo wenyewe. Haleluya. Lakini pia narudi wachungaji, viko vitu vingine tutahukumiwa na Mungu kwa kulitunza kanisa lake vizuri na kulielekeza vizuri. Watu wanatembea mpaka makanisani hakuja nusu uchi. Bado tu wewe ni washirika wako na waangalia. Wewe badilika Mkristo. Bwana asifiwe sana. Mama anayejichubua, faida ya kujichubua ni nini? Ni ukahaba. Unapojichubua unatoa ngozi yako ya kwanza, unajichubua maana yake kuna mtu unataka au anakuona vizuri zaidi. Akuone Yesu, sio mwanadamu. Huo ndio uhakika. Yesu akuone, sio mwanadamu.
alivyokuumba kaa vile vile kama ulivyoumba na yeye. Usibadilike. Wewe unajichubua, mara hakuna madawa, unameza, unakoboka kama mahindi. No. Mtu mweusi hata ukimwangalia tunatamani hata kukimbia. Ni jini sio jini, mwanadamu sio mwanadamu. Ukiangalia usoni, mwekundu sio wekundu. Mama tazama amepigwa na chuma, damu zinaoneka, mishipa inaonekana. Wewe unajihukumu kabla ya wakati. Bwana sisi sana. Amen. Kwa Mungu atusaidie, watumishi wa Mungu. Mungu atusaidie. Nyakati za mwisho jamani, mwanamke, Bwana atusaidie. Nimalize na kipengele hiki kinachozungumzia mwanamke kuvaa mavazi ya mwanaume. Wachungaji, ukiruhusu kanisa livae suruali kanisani, mtahukumiwa pamoja na kanisa lako. Wachungaji, mjitambue kusimamia ukweli. Msipende kusema niwe na watu 200 wanaokwenda wote motoni. Penda kuwa na watu hata 50 hata 100 wanaokwenda kwenye uzima wa milele. Unaweza kufikisha washirika 500 wote wanakwenda jehanamu pamoja na wewe. Mimi nawaambia ukweli wachungaji. Amina. Wenye makosa mmebebeshwa wachungaji, na sisi maaskofu nasema haya mapamba vaa, suruali vaa. Wewe unavaa suruali, ni mwanaume. Mwanaume akivaa gauni ni sawa? Akivaa sketi ni sawa? Hivi hamjihukumu wenyewe? Mwiko na marufuku kuvaa masuruali kanisani. Soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Anasema mavazi ya mpasayo mwanamke asivae ni machukizo mbele za Mungu. Amen. Msisome tu ya kusema toa tupate sadaka, toa tupate sadaka. Na nyinyi sasa toeni nipate na mimi hapa leo. Toa sasa nipate. Toa. Kurahisisha. Washiriki ukiwafunza vizuri, matoleo watatoa zaidi ya hivi mnavyofikiria. Watatoa sadaka zinazotokana na Roho Mtakatifu, kwamba mchungaji pelekee hiki. Mchungaji, fanyeni kazi wa jihada. Mchungaji, mimi nakwambia, kama wanakutunza wewe, ujue wewe una sehemu ya kutunza. Mchungaji, kwa mali zako na familia yako unatakiwa utunze wajane na watu wengine wenye shida mbalimbali. Utunze, unasikia mchungaji? Mtunze watu kwa mali zako ulizotoa jasho. Yesu analisha watu 5,000, alichukua kwa watu 5,000 chakula. Alichukua huku kwenye njia yake. Petro, kuna nini huku? Kuna samaki 2 na mikate. Leta hapa. Akavibariki, akawapa watu. Alichukua kule. Mmekazana nini sana kuchukua kule? Mpaka wengine mnatafutia dawa, mnawapa wanakuwa kama misukule kabisa. Wanalima vyote kwa mchungaji, anafuga vyote kwa mchungaji. Yeye ataendelea lini? Suruali vaa, eleni vaa, ukahaba vaa, umaraya vaa, usiyetaka usasawa, wote kaumumu. Wapi? Kanisani. Yesu anaposema tabagua kondoo na mbuzi, hazungumzii kanisani, anazungumzia hapa duniani. Kwamba Yesu anapokuja atawakuta walio kanisani ni kondoo, atakuta wapagani wako nje ndio mbuzi. Je, zikiwemo kanisani mbuzi, wapagani tuwaiteje? Ndani ya kanisa kama kutakuwa na mbuzi na kondoo, nje wale wapagani kabisa tutawaiteje? Maana wale ndio mbuzi. Hawataki kuokoka, hawataki kusikia, wanafanya madhambi kila wanapotaka. Akija atachoma moto pamoja na shetani. Kanisani hajawakuta tena wale wamechukua vya watu kule. Wako wengine sasa tumekomboa. Yesu alikomboa. Mungu alikomboa. Mtakomboa wanadamu mwenye akili ndogo kama hizi. Komboeni. Kwamba mmefigwa na shetani, mmesema tumekomboa. Muziki record disco tumekomboa, ziko kanisani sasa tunacheza kilo tete wapi wewe? Ndio Roho Mtakatifu huyu. Uje ulishua viungo vyetu. Haleluya! Haleluya! Amen. Wanaume mko huko. Kanisani kiasi, sio disco. Sio dansi.
Mahali patakatifu patulie, panyamaze kimya ikiwezekana. Pawe na utulivu wake uliopoa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wengine nyinyi wenzangu hawa. Naona sasa mkichukua kidogo sisemi mwacha kidogo. Sio tiki tiki. Tiki tiki mnaangalia na dansi ya watumishi wa Mungu. Holiness huko. Muko huku mate mnameza inadondoka Tanzania ama motoni kutamani kule kucheza. Asa! Nacheza wengine rohoni. Nadondosha mate kama udede ningeenda na bimela. Kwenda. Ili usitusumbue. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu wa Mungu alivyo. Wala sivyo sana. Amina. Barikiwa mama. Jasho linatoka, najua hizi ni za hiari hizi. Kwani nimeomba? Na kanyagia zinakuja. Na kanyagia zinakuja. Roho Mtakatifu akisimama ngaa. Nafikia hapa nimeuzi watu wasanga zinakuja. Kwamba kanywa maji utoe jasho. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini hilo akina mama nimemaliza. Akina mama mlio na ndoa nimalize hivi. Ni mwiko mwanamke kuachana na mwanaume na kwenda kujenga kibanda cha kuolea wanaume. Ni mwiko.